Nauliza swali. Kinachofanyika mheshimiwa ni kwa sababu tu ya uhaba wa eneo, lakini sio sahihi, tutalifanyia kazi. Sasa kwa mfano wale ambao wanalima mahindi pale sasa hivi. Haya hapo mahindi. Kuna watu wanalima mahindi, kuna watu wanapitisha ng'ombe kule. Mwenyekiti, hapa ndipo tunapotupa unajua umuhimu wa hii nini? Taka zinazotoka kwenye mpango wa CIP. Hii nini inaitwaje? Liner. HDP liner. Ndio. Maana yake ni kuzuia kwamba cyanide isiende duniani huko ikaharibu mazingira. Sasa tena umeshaitoa cyanide, unaiweka juu, alafu inarudi huko. Kwa hiyo hii ina maana gani sasa? Ndio. Mimi bwana fahamu jambo moja. Mgodi huu umekaguliwa na nani? Kaguzi mkuu wa migodi yupo hapa. Mheshimiwa Dokta. Upo? Maxini mkagua. Sasa huu ndio wenyewe huu ni mgodi wa mfano wa serikali. Sasa hapa ndipo tunawafundisha watu kwamba inatakiwa hiyo hivi. Maana hii ni cyanide. Sasa cyanide imewekwa tena kule, inarudishwa tena uraiani. Hebu zungumza kidogo. Hapa ndipo tunapotupa taka zinazotoka kwenye mpango wa CIP. Na shirika sasa lina taarifa hiyo. Kwenye yale maelekezo kama alivyoongea meneja hapa kwa mpango wa sasa tulipiga kwa mara mbili kwamba hii inapoenda kwenye mazingira na mvua hizi zinanyesha, maana yake mchuzi unatiririka kwenda mbali zaidi. Kwa tukatoa maelekezo hii yote itoke irudi huku kwa sababu ndio purpose ya hili facility. Halafu utaratibu wa kuyapunguza maji ufanyike kama utaalamu, kama design yao inavyosema. Unapampa maji kwenda kwenye return water pond. Kwa maelekezo yao tayari tulishawapa na tunasubiria wao utekelezaji. Niko na maswali. Ninafahamu mimi unapotaka kujenga TSF kuna studies lazima uzifanye. Na moja ya study ni kuonesha kwamba katika kujenga kunakuwa na TSF aina mbili kwa maana ya in case of emergency. Sasa kwa mfano hali ya hewa ikabadilika kwa sasa. TSF hii kwa na mvua za mfululizo ikajaa, maana yake shughuli inasimama, mgodi unasimama au nini kinatokea? Yani emergency TSF iko wapi? Na wewe nini ndio mnataka kufanya hivi kwenye maeneo yetu? Kwenye design za TSF huwa kuna TSF yenyewe alafu inakuwa na return water pond. Ili purpose kwa ajili ya kuzuia maji huku yasijae. Maji yakiwa mengi wanayapump kuyapeleka kule. Alafu pia yale maji ya kule wanayarecycle kurudi kwenye CIP yao. Kwa maana maji pia yanatumika kwenye CIP. Sasa intensity mvua sasa. Kwa kwenye design sasa huwa na consider hizo factor zote za rainfall na kila kitu. Kwa hiyo ndio maana baada ya kupitia hizo document zote mkaguzi mkuu anatoa kibali. Kwa wao kwenye design yao na maana kibali walipewa kwa sababu waliconsider hizo factor. Kwa hiki ambacho kinafanyika hapa kitaalamu ni makosa. Labda niulize swali moja. Hivi wewe si mkaguzi bwana? Ukikuta kwa mchimbaji raia amefanya hivi mnamfanyaje? Hatua ya kwanza tunampa maelekezo kwamba inatakiwa kufanyika hizi tailings zirudi kwenye eneo lake kama design yake inavyotaka. Anatekeleza yale maelekezo. Asipotekeleza maelekezo basi hatua zingine zinachukuliwa. Kuzuia sio faini, huwa tunazuia kwanza operation mpaka hili lifanyiwe kazi. Hapa tumeshapa maelekezo tusubiria wao utekelezaji. Tumewapa kipindi cha miezi 3. Yaani mimi ninachosema ni hivi. Kwani mmetoa maelekezo ni kwa sababu hii ni concern fulani. Hii ni concern kubwa ya kimazingira. Na nadhani private watu ambao wana migodi yao mkija mkukuta hamwezi mkawaruhusu wakaendelea.